wema na kupendeza. Ndugu wote wakae pamoja kwa umoja na wakipendana. Kwenye kitabu kile cha uzima ule wa milele, kwenye kitabu kile cha uzima ule wa milele, kwenye kitabu kile cha uzima ule wa milele, kwenye kitabu kile cha uzima ule wa milele. Asante kwaya, wimbo mzuri. Tushirikiane kuimba wimbo namba 417 tunapomwandaa mhubiri wetu wa leo. 417. Wimbo namba 417 tunapomwandaa mhubiri wetu wa leo. Neno lake Mungu la kuita wewe, neno la wokovu tena jema. Neno lake Mungu la kuita. Mama Fidelia, kwa mwaka mmoja sasa uliopita. Poleni sana. Tumekuja hapa sisi wanakanisa, ndugu, jamaa na marafiki, si kwa kukumbusha maumivu mlioyapitia wakati uliopita, bali kuwahakikishia kwamba msiba wa mama ulipotokea tuliomboleza nanyi. Hata sasa tumerudi tena kuungana nanyi katika tukio la hitima ya matanga ya mama na bibi yetu. Hitima nilipokuwa Juda akashuka. Tunaomba kuhakikishia kwamba tunafahamu kwamba alikuwa mama yenu kimwili, lakini sisi pia kama ndugu, jamaa na marafiki na batani, sisi pia alikuwa ni mama na bibi yetu, si kimwili tu, bali kwa namna mbalimbali. Alikuwa mtu wenu, alikuwa mtu wetu pia. Tueja kujura kashuka, kujura kashuka, ikofukia akashuka ahamubiri tu sana nokugiroti twaruga rubaju reba turuge rubaju. Ni kumalizana na maombolezo mwaka mmoja, na kumaliza maombolezo kwa mwaka mmoja na kujirudisha katika hali isiyo ya maombolezo. Sasa sisi tunahitaji kwa Kiswahili cha kawaida kujikonfiga. Jura kashuka ni kujikonfiga, kuweka rura kanya tena, kujirudisha. Katika somo tulilosoma ni kama linasema sasa mpendo wetu amepumzika, mpumzishe. Ametimiza kazi yake hapa duniani. Inawezekana somo hili ulisoma, maelezo nimekwisha kuyatoa hapa, unaweza kuwa umeshasahau nilichokisoma, na hapa nisome tena. Acha kumwangalia yeye hapa. Katika hili somo kama nilivyosema, ni kama mwandishi anasema mpendo wetu amepumzika, tumpumzishe. Ametimiza kazi yake hapa duniani. Na mahali fulani katika nyaraka za Mtume Paulo anasema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa hiyo
Ma Fidelia aliyepumzika amechukua faida yake. Sisi bado tunapambana na hali yetu. Yeye amemaliza. Pamoja na kwamba amepumzika, tumehuzunika kwa kipindi chote kilichopita, bado kuna matumaini hata baada ya maumivu haya. Kila namna, kama mti uchipukavyo baada ya kukatwa, sisi pia tusibaki katika huzuni zetu. Tunyanyuke na kuanza upya kama machipukizi mapya. Nasikia kama si Kichina ni Kijerumani. Sasa sijui anayejua anaweza kunisaidia. Sasa hivi au baadaye. Kuna neno hiyo lugha aidha ya Kichina au Kijerumani. Wanasema eti neno changamoto kwao wanaliita ni fursa. Inategemea na muktadha na mazingira inapotumika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama nasikika. Okay. Nisogee pembeni ili niweze kusikika vizuri. Kwamba kama sio Kichina, Kijerumani na daktari Ngambe kia tunaweza kunafahamu. Kusikia unakisema vitu vya namna hii. Kwa mshati sawa, lakini ulisema sehemu fulani kama sio Kichina sawa, kama Kichina au Kijerumani. Ukisema neno fursa kwao ile lile ndio fursa, ndio changamoto. Kwa hiyo inategemea oyemerere nkai kwa Kigamba ni usoboro laki. Ni kama yale maneno ya Kiswahili mwalimu Ino. Tuna maneno yanaitwa utata, sentence tata au maneno yenye utata. Ukisema neno, ukiandika neno kupanda mti, ina maana mbili. Ikitegemea na umesimama wapi. Ule guri umuti ango lyo kwasi chioso. Alafu alwajalio mti. Kwa kama ati napanda mti mpaka mtu akuangalie. Pigia mtu simu sasa niko hapa napanda mti. Sasa nakwaza ule yigurango liazi. Ngoti ndianza na bayamanya kwamba kwasi hoso angefuka unaona timbake ina unaenda kubyara omuche. Anga oti ule yigurango liazi. Otindia yiguru araba kwamba kwasi panka angensoka uli ahamuti unaenda kutema panda mti. Bwana asifiwe. Sasa nao anasema neno fursa laweza kumaanisha fursa au changamoto kutegemea na mahali ambako umesimama. Kwa ni muktadha, mazingira. Sawa, hatuna fursa katika misiba ya wapendwa wetu. Japo watengeneza makaburi, unaona watengeneza jeneza, chimba makaburi, wauza vifaa vya madukani kama matires, vifaa vile vingine vya kuchimbia, wao kwa wanaweza kuwa fursa. Lakini kwa mpendo wako hauna fursa. Lakini kuna jambo la kujifunza katika hili, kwamba kuna tumaini hata katika baya la hivi. Bado kuna matumaini katika baya la hivi, na msiba wa hivi. Bado kuna matumaini hata katika msiba mwingine, katika shida nyingine, katika taabu nyingine. Kuna fursa. Unaweza kuangalia upande wa pili kuona kama ndio mti umekatwa, je, kuna nini kingine? Kuna machipukizi mapya yamezaliwa. Wakati wewe unalalamika juu ya kula mlo mmoja kila siku, ukumbuke kuna mtu ambaye hajui ladha ya chakula, hajui ladha ya chakula, anapumlia oxygen. Ndio wakati wao wanachagua aina ya chakula, sisi kwetu ndio tunakula chakula kile tulichokipata. Wao wanakula wanachokitaka, sisi tunakula tulichokipata.
lakini bado hata katika kula chakula tulichokipata kuna fursa ya kuangalia. Kuna asiyekuwa nacho kabisa chakula. Okay, ina maana gani? Kwamba hata katika magumu ya hivi tunaweza kumtazama Mungu. Yeye Mungu anabaki kuwa mwaminifu. Na nimalize kwa kusema kuna habari njema kwamba tunaye Mungu anayejali hali tunazozipitia. Yeye anatusimamia. Yeye anatusaidia. Ndio maana tunamuita Ebeneza. Mungu huyu aliyesaidia watu wengine, aisaidie na familia hii. Baki tena katika umoja au ndugu ule ule hata baada ya mama wa ameondoka. Na hili neno la Mungu. Neno la Mungu.